Uyu ni mwanake wa ugirania iga mishiga thi na riu ni agukorwo akiruta wira uria witikiritio ni thirikari na twinake thiini wa studio na Munyoki. Mashida sasa zimewasukuma kabisa. Waingirire wana miaka igana ukiambia ukora ria mbere kunyita mishiga wana miaka igana? 14 years. Ulikuwa 14 years? Kwa 14 years. Unajua baada ya kuja Nairobi. Sasa mamangu akaanza kujitafutia sasa kama watoto wake. So kazi yake ilikuwa naenda na shaba, barua. So hii ndio kitu tumesurvive nayo. Sasa zingine hata mnalala njaa, nyumba inanyesha. Kulikuwa na challenge pale mtaani, maisha ilikuwa ngumu sana. So when mimi shule nilikuwa nikisomea, nimesomea shule karibu 4 tofauti. Shule ile nilikuwa nikisomea, nimesomea PhD, nimesomea Fort Jesus, nikamalizia driving primary school ambayo ni ya government. Sasa hii shule ya Fort Jesus tulikuwa tunasomanga watu 2, 3 na 1 kwa class moja, wamegawanishwa blackboard katikati hivi. So hata pale kabla ushike Kenya inaendelea kwa class bado ilikuwa ni ngumu. So mimi siwezi sema masomo ilikuwa ngumu pande yangu juu nilikuwa nikijaribu venye naweza na ile maisha tulikuwa tunaishi hapo mtaani. So venye nilimaliza 8, tulimaliza na ndugu yangu mdogo na brother yangu pia yule mkubwa alikuwa ameshamaliza. Sasa mimi juu nilikuwa tu hapo mtaani nikashindwa sana nitafanya nini nikiwa age ya 14 years. Hapo kulikuwa na brother yangu alikuwa footballer. Coach wao alikuwa ngani ule coach ana mwenye na coaching Harambee Stars. Anaitwa Stanley Okumbi. Ndio alikuwa na coaching bro yangu ball. Na bado tukiwa wadogo tulikuwa tunacheza tu ball ile ya mtaani ile maisa. So tulikuwa tumejuana na watu sasa. Kwa tumeshashikanisha group ya vijana wengi sasa hivyo na hiyo maneno ya ball nini. Sasa tulikuwa tunajuliana hapo. So venye tulimalizanga shule. School fees ikakosa. So venye school fees ikakosa, huo beshte bro yangu ndio pia mimi nilikuwa nikiiba lakini siku ile professional, nilikuwa nimemaliza tu shule hiyo, sikuwa na idea. Wizi dogo tu. So venye tu nilikuwa nikiiba wizi dogo nikipata kama ni simu yako umeacha hapo, nachukua naenda nayo. Hivyo tu pole. Sasa nikajipata nimeingia kwa hiyo gang ya coach. Ile inaitwa Royal Balkans. Huyo mwenye alintroduce ni Kinyanjui na alikuwa rafiki ya brother yangu. Yule famous Kinyanjui yule. Kinyanjui. Sasa wakashikana na yule alikuwa anacheza ball na bro yangu. Sasa mimi nikajuliana nao hapo, akanintroduce kwa group yao ya coach. Sasa tulipoenda pale coach, ndio Kinyanjui yeye alikuwa anacheza ball sana mara mingi hapo kwa ground. Ndio alikuwa juu pia kwa kuna shida, kulikuwa na challenges. Yeye alikuwa ni cut orphan. Wazazi wake hawakuwa na uwezo. So yeye alikuwa anajilalia pale Mukuru. Alikuwa anaenda pale dumping side. Wanatokota makaratasi ile group yake ya Balkans, bado tulikuwa tunajuana sana. Siku ndio nilikuwa nimeanza kuingia nao. But before kabla kujua ingililio wizi, hiyo ndio kazi walikuwa wanafanya, wanaenda pale Mukuru na Dandora dumping side. Wanachokora hapo, wanajilelea hapo, wanadandia magari, wanaibiani, wanashukisha vitu kwa gari, highway robbery. Ulijipata aje na gani? Hiyo ndio swali. Kwa 16 years umeshikana na Kinyanjui anajulikana. Naona I am happy alichange pia na akarudisha gani. Ulijipata aje sasa uko na gani? Sasa tulipoingia na hiyo group ya coach, unajua tulianza tu kuiba na visu. Tulianza kuiba na visu, unajua huko ni ghetto. Ghetto kulikuwa na groups mingi. Kulikuwa na groups za machizi, kulikuwa na nyakati ya Mungiki, kulikuwa na Kamjesh. Bado tukiwa tu hiyo mtaa bado kulikuwa na vita mingi zilikuwa zinaendelea, kulikuwa na mada mingi. Yaani si kitu bado tunagroia. Unaona ile maisha ya huko ni usipoua mtu ama uibe huwezi survive. Inakuwa part of you. Inakuwa part of you juu ni kitu unaona inaendelea all over. So venye mimi niliingia na hiyo group ya coach. Sasa hapo ndio hiyo group ilikuwa ni group kubwa sana, ilikuwa na wale wazee wakubwa, wale walikuwa naibanga mabank. Sasa kulikuwa na ile group generation ndogo, sasa ilikuwa ni sisi. So hiyo generation ilikuwa walikuwa nakombola shangadi guns kwa hii generation ndogo ama wanakubebesha. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanabebesha yangu. Unabebesha, unaambiwa afikisha hii gani mali fulani ama unakuja unaachiwa kwa nyumba. Sasa ukiachiwa, sasa unachukua hiyo opportunity na nyinyi mnaingia nayo kuiba. Unafurahia umeachiwa. Sisi umeachiwa, unafurahia hapo. Unaingia nao round tena unarudi. Huwezi taka mwenyewe, ajue juu mwenyewe akijua ni mkali sana, anaweza hata kuua. So ikakuwa tu ni hivyo pole tu. Tukakujanga hadi sasa tukapata guns tu. Juu huko niko street tu, guns ziko all over. Tukakujanga tukajipata tumeanza kushika guns zetu zenye ulizo na mtu kiitwa ati mbona hujarudisha.
hivyo tu ndio tukakuja tukakuwa professional thieves, tukatoka kwa kwa maneno ya kuiba kwa barabara, tukaanza kuwajaka magari. Ilikuwa inaitwa mtupo. Mnaenda mnashika basi, mnaleta mpaka mtaani. Mnapata saa zingine basi mmetupa basi kaa 3. Na passengers mtawafanyia nini? Manake hizi basi hizi basi mnakuja hapa City Center na hizo guns, mnaingia kwa gari. Mnagoja ikifika mahali mnaijack. Mkiijack haitaenda mahali ilikuwa inaenda, mnaigeuza. Sasa mnaipeleka hadi huko mtaani. Kuna mahali ilikuwa tumeshazoea tukifika tu hivi kwa hiyo kiwanja inaitwa Kimasa, tunapaka hapo hapo ni karibu na coach. Tunashuka hapo tunaruka juu hapo kuna njia ilikuwa hapo, unarukia hapo unaingia coach. So mara mingi ulikuwa unapata labda umeleta yako, kuna wengine wawili tena, kuna group nyingine pia imeleta yao. So pale kwa mtaani unaweza pata kwa siku moja kumeleta hata basi 5 ama gari ka 5 hijacked. Na ni group tofauti za mavijana wa Kariobangi, vijana wa Dandora pia watatupa gari hapo, vijana wa Huruma watatupa gari. So unapata saa zingine hata mmegojewa na mapolisi. Unaona? Lakini kwa kibati mzuri mnapata escape, wengine wameganiwa down. Na sasa gangsters, hizi groups za gangsters hamkuwa na challenges kama vita, kuvurugana, huyo ameiba hii kuiba? Unajua sasa vurugu liko natokeanga wapi? Liko natokeanga juu hizi guns. Juu hizi guns kaa una, unajua lazima tu kuje mimi niko na utanifuata. Unajua utakatana nawe around. Na mimi labda mimi kwanza ni bambi. Niko nafika ngadi mahali tunashutiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Sasa kama kuna best yangu mwingine hapo, siwezi enda kwa details sana, lakini aliponga na gana kana kulala kwa mabeste wake. Sasa mabeste wake wakachukua ile gani yake wakamshuti nao kichwa. Na kwa ile kibati mzuri haikumuingianga, ikampiga kando hivi, ikampasua kichwa hapa, lakini hakukufa. So akakama alikuwa tunaishi huko Progressive, huko Githurai. Akakuja huko tukampeleka Ngaosi, tukamshughulikia. Sasa ikakuwa ni grudge. Unajua tulikuwa na grudge mingi, tulikuwa na grudge na group mingi. Unapata hata mtaani ukitokea wewe uweze acha ile gani yako, ukipata na ile group nyingine utaanza kujitetea juu labda wamebeba guns zao. Inakuwa sana kama exchange, inakuwa yani mtaani kuna story tu mingi za gun kuana sisi wenyewe, mapolisi wanatuua. Inakuwa sasa vijana wanapunguka sana. Na rate iko juu. Na nyumbani ulikuwa unatembea nyumbani, of course ulikuwa na pesa, ulikuwa unaenda kuona mzazi na na kuna wakati uliniambia mlikuwa mmewekwa hadi kwa television moja mkitafutwa. Sasa mamako alikuwa ana react aje? Mamangu unajua mara mingi hakuanga anashinda home sana, jua alikuwa anaenda vibarua sana. So mali alikuja akajulia ngamini uiba, ni mali nilikuwa ni machanga gani huko kwa kwake. So venye niliachanga huko akaipatanga. Nota ni bahati nilikuwa nimekanga hiyo jina hanga na magi yake, nilikuwa nimetoa magi nikaeka kando, nikaeka hiyo bindu kingine kando. Sasa yeye venye alipatanga kama ina bullet ndani. Juu hata labda angejishoot nayo. Juu nilikuwa nimehatarisha maisha yake. So venye nilikujanga brother wangu mwingine akanipigia simu. Akaniambia hata madhe amepata hii kitu yako. Na alikuwa anataka kuitupa kwa mu. Lakini nimemwambia si yako. Nimemwambia acha tupeleke mwenye. Sasa wakakujanga kwenye nilikuwa nikiishi wakaniletea. So kutoka hapo akajua ngamini wanga bingo. Hii wakati yote unafanya hizi maneno zote Munyoki. Acha nikuulize, did you have a girlfriend by then? Ulikuwa na nilikuwa naye, lakini after kuokoka hatukuelewana. Aliokoka na mimi baada ya kuokoka hatukuelewana. Yeye hajaiokoka bado. Siwezi jua, tuliachananga, mimi nikaacha shughuli zake, mimi nikaanza kufuata shughuli zangu. So tukachania hapo. But hakuwa anajua like kubeba guns nini? Alikuwa kuna time ilifika nilikuwa nakula jana nimfiche. Nikamwambia tu kweli mimi ni wangadingo. So hiyo life bado ilikuwa ngani nguvu juu hata mtu akigani wa down mtaani ama mtu amepigiwa area nyingine. Simu zenyewe nilikuwa nikipigiwa kwa hiyo siku tafuatana. Uko wapi? Uko wapi? Kumbe wanataka kuangalia kama ni mimi nimepigwa. Unaona? Sasa watu wa familia walikuwa na wasiwasi. Kwa girlfriend alikuwa na wasiwasi. But ikafika time tukaachana. So mimi nikaendelea kutafuta kuokoka, walitokea shida. Gutere that kogwa ulinielezea na watu wengi wame keep on asking the question wewe uliwahi shoot mtu? Manake ukishoot did you ever look back kuona kama ameanguka ama? Unajua mara mingi ukiingia shughuli au kuenda pale nia yako ni ya kuua mtu. Ulikuwa unaenda pale nia yako ni uchukue kanyako nayo. Uende home nayo ukakule.
nikatumia. So mbona kushutu watu haikuanga intention yangu. Hata nikiendanga hiyo nini yangu hiyo round, nikienda kuiba niko nikiambianga Mungu anisaidie sana. Ule mtu ndatolea tu igani mwenye ndatolea order asibishane tu ati. Na mara mingi niko nikipatanga hiyo situation iko ndio kuna situation itafika mpaka mtu atakushika. Sasa hapo ndio unaweza kumshoot juu amekukwamilia. Labda ule rafiki yako ameona venye labda mtu amekuinukia. Sasa labda yeye atamshoot. But me mostly siko napendanga kushoot watu. Mostly ningeshoot in hair ama nikushoot mali najua hata nikikushoot au utadai. Kabla tuende kwa marafiki wako ambao umezika wewe mwenyewe umewaona, mlelewa nao, mkaiba nao, wakashutiwa wakakufa Nimekuona na alama mingi sana kwa hiyo documentary tukifanya. Labda unieleze the gunshot and the cuts nini ili happen? Sasa kwanza hizi cuts tuko na matanga ya rafiki yangu anaitwa Njoro. Alikuanga anatoka na Kongei. So rafiki yangu alikuwa na matanga ya shosho yake. So hiyo siku ya matanga akaninviting akaniambia jini siku ya mwisho usikose kutokea. Sasa nilikuwa na beshte yangu. Alikuwa pia kwa hiyo group yenu? Kwa aje yutu tulisamanga na yeye, yani ule rafiki moja yeye. Hadi ile kati nilinyenga drive in. Yani ule rafiki tumetoka naye mbali juu mimi singe affording hata hiyo bench ya shule ile desk. So yeye aliniinviting tukashare desk yake for almost a year. Sasa hapo ndio rafiki kaingililia tukasoma naye for 4 years. So after kumaliza shule najua yeye labda mzazi yake alikuwa na uwezo ile tu kidogo akampeleka shule. So after kumaliza shule ya form 4 bado rafiki yetu ikaendelea hadi sasa ni marafiki. Juu tumetoana mbali juu mtu mwenye alikupatia hospitality sasa zile hauna mahali pa kuandikia. Alikuwa ni rafiki wa kweli. So hiyo siku ya matanga yao akaniambia nisikose kuenda. Nikaendanga. Sasa hiyo siku kuna watu walikuwa na vijana tu walikuwa na vuruga matanga juu ni Eastland. Eastland inakonga hadi unaweza kuja kuchangia mtu lakini uenda up dead. Kwa Eastland unaweza kuja kuchangia beshte zenyu mwenda kumeza kuana nyenyewe kwa wenyewe. So Eastland inakonga na maneno mingi. So venye tuliendanga hizo matanga. Sasa unajua vijana wanataka kutangazana mataito, wanasumbua watu hawachangi. Mimi nikala tu kwa sikiza tu ile na roho safi nikamwambia majamaa hivi si poa. Wacheni tupeleke shosho yetu nyumbani. Tusisumbue siku ya mwisho. Sasa juu vijana pia walikuwa madawa, hatukuelewananga. Ikakanika tunataka kupigana. Juu pia mimi nilikuwa madawa, nilikuwa mlevi, nikashika hasira. Juu mali tulikuwa tumekanga hizo gana zilikuwa mbali. Nikaenda kwa hiyo nyumba kijana, nikachukua, nikarudi huko chini mali walikuwa nafuruga matanga. Nikawakosa. Wakosa nikaona siwezi kwa matanga na gani mapolisi wanakujanga saa yote mnaweza sikia na operation. Mmekuja mmebeba nyinyi wote. Nikaona bado hapa na hii gani hapa kwa matanga ni risk. Nikaona wacha nirudishe kwenye nimeitoa. Sababu vile nilikuwa nikirudisha nikigonga hiyo gate ilikuwa ni kitu saa 7 usiku saa 8. Nikigonga hiyo gate wale vijana nao juu walikuwa wanajua tumevurugana nao na nimeenda naweza rudi au pia walikuwa wanajitoa hiyo walikuwa wanajiondoa. Sasa mimi nikibisha gate wale vijana waliona venye nilikuwa nimevaa walinionanga. Sasa mimi nikishtukia niliona wameshafika hapa nyuma yangu. Sasa kila mtu akarudi Kenena. Sasa mimi niliona watu wamerudi Kenena nikajua hao wote wanatoa magans. Unaona? Sasa kurudi mali gani na yakangu. Sasa hao waliporudi Kenena hawakutokanga na nini na gani. Sasa walitonga visu. Unaona? Sasa kutoa visu wakaanza kunidunga. Sasa venye mimi niliona wataniua nikatoa gani nikashoot. Kadisapia kila mtu akaenda na njia yake. So na bado nikiwa tu hapo nilikuwa nikiambia tu Mungu ukaweza kunitoa kwa hii shida. Sasa nikaanza rudi tena kwa hii shughuli lakini bado unajipata kesho yake. Unajua kuna mali unajipatanga hapo unaona hapa ni kifo tu. Hapo wewe ukitoka ni Mungu. So hiyo siku nilikuwa nimeona kifo na macho. So venye nilijitoanga hapo nikamwambia Mungu wenyewe nimejua kuna purpose na mimi. Na Munyoki sasa hospitali utaenda juu unajua hospitali utaulizwa maswali. Hospitali hata niliendanga hapo Urumanasi. Huyo Urumanasi ndio mimi gani singewacha. Sasa nikapatia huo beshte yangu Njoro anibebe.
Sasa ndio tuko sina yeye amenipeleka. Mamangu hata hajui kama nimedungwa, familia yetu hata haijui. Sasa mimi nilikuwa na ile do yangu nilikuwa nimeiba kidogo. Nikajilipia usi hapo. Katibiwa na nikaenda home. Na nikapewa madawa za kumeza na pole tu. Nikaenda clinic. Ingekuwa ni gunshot ungeenda? Ingekuwa ni nguvu. Juu hata ile gunshot nyingine nilipigwa kwa mguu. Kwenda hosi nilitumia tu GV. Hadi kapona. Gunshot nayo inafunga na maneno mengi, lazima uandikiwe ni statement. Kwa nini watibiwa na uko na gunshot? So ilikuwa ni challenging. Ilikuwa ni challenging sana kwenda hospitali ukiwa na gunshot. Mob justice ushaipigwa? Mob justice nimeshaipigwa mob justice na siku tulikuwa tumeenda lunch na uko Mweki. Hivi sasa hiyo sisi sema ni mob justice ilikuwa ni grudge. Ya sisi wale watu tulikuwa tumetenga grudge ni wale watu walikuwa na ni group kubwa sana. Ile group ilikuwa inaogopa huko kote. Sasa hiyo group juu iko kila mahali. Sasa tuliandangana huko Mweki. Tunarubeza kwa kula lunch huko. Sasa unajua huko sasa tuko mtaani tunaona hata kuna haja kushinda kubeba gani. Juu kuna mtu anakujua hata juu si bado uko ni wageni. Kuna kijana alikuwa tukonga coach. Na alikuwa anajua ngori zetu coach na venye tumekosana ndio alikuwa hiyo group yenye tulikuwa tunakosana naye. But yeye alikuwa anajifanyanga ana maneno na sisi, alikuwa fundi wa bike. So venye tunaenda kukula hapo siku kadhaa, alikuwa tunaona kila siku tukikuja kukula. Sasa siku moja wakatupangia tip off. Akapangana na hiyo group yake, ndio kuna group kubwa sana ya watu wakapangana. Wakapanga venye watakushika. So vile siku tulienda tukamaliza kukula lunch. Sasa tunatembea tukipiga story, tulikuwa mimi na rafiki yangu mwingine alikufanga na huko Kinyanjui sasa. Tunatembea tuko barabara. Tulikuwa wengi lakini wengine walipandia gari kwa stage. Hao wakateremka na coach. Sasa tukabaki watatu. So sisi tukitembea tukirudi home progressive na Mweki Simbali. Tuligawalisha tu na mto na reli. Unaona? Sasa venye sasa tulikuwa tunavuka tuende side nyingine. Ama vijana saa watu wa huko wakatupangia wenye watatushika. Ndio alikuwa nasikia sisi tulikuwa na mama mingi sana na group yao wengine yuko coach na tutafutanga. So si para kwanza niko na group ya watu 20 wako wameenda mbele yetu. Sasa huko ndio hata tuangalie nyuma kuna group nyingine ya watu 20 wako nyuma yetu. Sasa watu wa hii group ya watu 20 kwanza walitupita ndio waweze kutoka katikati vizuri. So wenye walifika hapo mbele nikaona wameguka wote mara moja. Nikashindwa na watu walikuwa wanaenda huku wamerudi kwa mara moja. Kwani ni yao ni gani? Kabla tu realize tumeshashikwa, tumeanza kufinyiliwa chini, tumeanza kupigwa. Wakaanza kupigia watu wengine sasa wa coach wakuja. Wale walikuwa wanataka kutupeleka mbali, walikuwa wanataka kutuia. Juu walikuwa wanakata hadi mtu kichwa, unakatwa mikono, unakata kichwa inapelekwa mama yako, mguu, mkono. Yaani mwili wako inapatikana imetafakanishwa kila mahali. Kichwa inapatikana huko. Wewe ni gangster sasa. Si gangster. Unajua watu tulikuwa tunadhigizana nao. Ilikuwa ngani Mungiki. Na Mungiki walikuwa wameshachukua security ya yoyote ya Kariobangi, Korogosho. Sasa tukiharibu jioni security lazima wangetutafuta. Unaona? So wenye walikuwa tutafuta walikuwa na machungu sana na sisi. Wakipata na mtu mmoja wetu tu hakuna kuongea, ni kifo. Juu wapiga marafiki wetu wengi sana, walikuwa wanaua marafiki wetu wengi sana. Sika kwa ngani grudge. Naona ikakuwa ni grudge. Kwa group yenye umekuwa Mnyoki zote, uniambia kuna marafiki wengi sana umezika. Kwa namba kama ngapi hivi? Unajua kuna wale watu tulikuwa nao gang moja. Hao tulikuwa kwa gang ya kama 40. Hao watu 40 walikufa wote, tukabaki kama wawili. Tukabaki mimi na Kinyanjui. Wewe tu na Kinyanjui? Wawili. Sasa kwa hawa hii group nyingine ya watu wengine nimezika, wale tu watu tubadala nao. Pia wanajua naiba. Ndio siibi nao lakini wanaiba. Unajua ghetto 90% ya vijana ni madingo. Naona ni watu tubadala nao tunajuana. So lazima tu utenda hiyo matanga. Hiyo mazishi. Na mazishi mtaogopa ama? Mazishi zilikuwa na shida juu unaweza pata bado mnagojwa na mapolisi, juu bado mnatafutangu. Unaona? Kwa hiyo matanga zilikuwa ni challenging, matanga mwezi enda. Bado ni zinaza disco matanga, zile mnachangisha mbao, mtu kwa 50 nimenunua dem na 50. Ziko na challenge bado huko, mnapata mnapiga visu nyinyi wenyewe kwa wenyewe, labda saa zingine operation inakuja, mnabambwa nyinyi wote. Na nyinyi ni suspect. Unaona sasa kuja kule matanga itakuwa ni ngumu. Utapotoa mchango yako.
alafu uende home. Ama ukuje saa zile injury saa 8, saa zile unajua hii masaa kuna mtu amekuona ama kuna watu. Kuje hiyo masaa 8 kisha mpaka saa 10, saa 10 uende home. Sasa kuna mtu atajua ulipo kwa matanga. Okay, asante sana. Mwiroreri tabarĩra ya rũcinĩ rwega no ĩragĩthiĩ na mbere twĩna Mũnyoki. Ũyũ nĩ mũndũ waugire ũici ndũrĩ kĩguni na agĩcokia mũcinga wake me hamwe na Kenya Judiciary ikorwo akiuga na nĩ macokire mĩcinga na thirikari ya Kenya ĩgĩkorwo nĩ gũkĩmamũkĩra o hamwe na kuoherwo. Mlisamehewa kabisa. Nini kabisa ili kufanya ni kuuliwa kwa watu ama ni vile uliona pia utakufa? Unajua watu 40 wawili tu wamebaki kuzika 38 ni kuona uliona utakufa. 38 na unajua bado kuna wengine tu wa mtaani wenye wana dead ni marafiki. So unapata kwa kila mimi tangu nianze kuiba kwa kila mwaka niko nakizikanga marafiki kila mwaka hata hii mwaka isha kikasi jazika mtu amepigwa risasi. Unaona mtaani. Ni watu tunajuana tu. Unajua kama mtu anaibanga tu utajua siku ile amepigwa gunshot utajua yeye mtu kumbe uiba. Mara mingi mtaani inakwangani hivyo. So unapata kwa kila mwaka hata saa hii sasa yuko na mazishi ya mtu amepigwa gunshot. Unaona juu ni mtu mmelelewa naye mmetoka naye mbali. Na sasa mna relate aje juu kwa sababu kuna wao ambao hawajaacha wako na unaendelea kuwahimiza waache. How do you relate? Unaona sasa wao ushaenda kwa the light side na wao wako tu bado kwa the dark side. Unajua kitu ya maana ni wewe mwenyewe kubadilika. Na mimi nikikuja pale ni kwa advice tu nikwambie hii kazi si mzuri. Umeona na fulani unajua lazima uambie example. Uambie sijui unajua watu wa mtaani wanajulikananga. Sio unangana ni venye alifanyiwa na ni venye mambo yake ilienda. Hata wenyewe wako kama dingo, hata dingo mwenyewe anajuanga. Juu hata dingo kinanga kitu ya kwanza kabla hata aende hiyo dingo lazima aombe kwanza Mungu. Aambie Mungu nisaidie nikienda hii kazi nifaulu. Unaona mimi najuanga majority ya madingo wengi huomba sana. Juu najuanga hii kazi ninafanya si kazi straight na ni kazi inaweza enda nipoteze maisha yangu, naweza enda nikose kurudi. Unajua mara mingi mimi nikienda kuiba niko nikijuanga hivyo, naweza enda nikose kurudi. Unaona? Na ni addiction nini maana yake sasa kupoteza your life Is it ewe sema ni addiction juu unajua kuna ule mtu mwenye anaibanga for fun, kuna ule mwenye anaiba juu ya shida, kuna ule mwenye anaiba juu wengine wanaiba. Mimi nilibanga juu kwetu kuna shida. Singepata role model wangu wengi wala ni mfano mzuri kwangu walikuwa ni madingo juu wao walikuwa na shida ngapo kwetu. Unajua hapo kwetu walikuwa na base kwa itangwa digital. Hiyo base ya digital watu walikuwa cheza ngapo poker with pistol. Sasa hiyo poker with pistol huwezi cheza hapo hiyo nini kama una pistol au una gun. So unajua sisi ni wadogo. Sasa tuko tunaongelea maneno mingi hapo. Juu watu wanacheza kadi, wanavurugana, wanapigana visu, wanapigana magunshot. Sasa jua si bado si ni wadogo. Sasa hiyo maisha yetu, hiyo ndio kitu tunaona, hiyo ndio kitu tuna feed ndani yetu. So venye tulikuja tukakuwa wakubwa, sasa ndio kitu ikatuingia kwa life yetu. Juu tunaona wale walikuwa wakubwa wetu, wale wangefaa kutuongoza, wametuonesha hii ndio njia. Unaona, si ngumu pia wewe kujipata kwa hiyo njia. So pia unapata bado maskini ni kitu kingine pia inasukuma sana mtu. Unapata kwenye mamako haizi hata kubaia hata shati. Mimi nikiwa 40, mimi nimeanza kujibaia nguo since nikiwa 14 years. Mpaka saa hii. Nina siwezi tishata mama yangu, unajua mama yangu ana uwezo. Unaona? Mama yangu yani ni ule mtu anaweza kusaidia kaka na hiyo uwezo lakini ana. Na hizo pesa zilikuwa zinakusaidia, uliisaidia familia yako ama kununua? Unajua ulinielezea with a very nice statement, uliniambia you live like a king yet you die like a dog. Uliishi kama king? Kishika king ni kwa nikishika king. Ukiona gani umeshimiwa kwa mtaa. Unajua pia ukiona gani kuna ile respect unapewa, unajua ni mtu mbaya. Unajua nyakati ukiwa mtu mbaya si kasa hii. Unajua ukiwa mtu mbaya kitambo hata watu wangeongea maneno yako. Lakini sasa unajua mambo yameenda tu ikibadilika. Sasa hii watu wanafurahia maisha. Ukiwa dingo ufanye kitu poa na unaharibu life ya watu wengine, unamaliza life ya watu wengine. So hiyo si life poa, hiyo ni life mbaya. So kitu naweza sema dingo si kitu ati ni fun, ni kitu mzuri. Ndio niliishi maisha mzuri, hiyo nilikiiba, nilikuwa nikibai nguo. Kama ni demu yangu nampeleka hiyo out, kama ni pombe nilikuwa nikikunywa, kama ni miraa nilikuwa nikikula. So unaona hiyo sasa ndio tunasema unaishi kama king. Kama ni nyumba unalipa. Na unapata hizo shida dogo dogo hauna, umepunguza. But
hiyo life unaishika king, unapata as long unaishika king ndio unaendelea kupoteza marafiki. Unaona, mara mingi kuna nasemanga live like a dog, live like a king, die like a dog. Na pesa zingine die rich or die try. Sisi ndio msimamo kwa tunasema muoga ni arudi kwa tumbo mama yake, huko ndio kusafe. Naona juu ukiwa Eastland ukikuwa muoga maisha yako itakuwa ngumu sana. Munyoki, watu wanaendelea kufurahia kazi ambayo unaendelea kufanya ya kuongelesha vijana na uliyongelesha huyu Kinyanjui. Kinyanjui, I come to understand, alikuwa mkubwa wako. He was the Kinyanjui. Kinyanjui alikuwa rafiki ya brother yangu. So yeye akalishindana na ule gang leader wa hiyo ya Balkans. So when alishikana na gang leader akanipenda sana. Unaona? Alikuwa anapenda tu vako zangu. Unaona, sasa tukakuja tukaingiana kwa ile marafiki ile kabisa. Alafu sasa hiyo gang kitu iko inanifurahishia nayo, haikuwa tena ile kabila. Ilikuwa pale ndani palikuwa na Mjaluo, palikuwa na Mluya, palikuwa na Mkikuyu, palikuwa na Mkamba, palikuwa na Ori, yani palikuwa na kabila zote. Unaona, ilikuwa ni group ya kubwa ya vijana wale wameishi kwa street. Walikuwa wamekuja pamoja wajilea. But ile njia tulitumia kujilea ndio tulitumia njia mbaya. Juu tungekuwa na plan nyingine kando na uwizi, tungekuwa fasa hai. But tunaona hiyo uwizi iliturudisha nyuma na tukafanya tumepoteza marafiki wengi. Kuna mmoja umeongelesha na karudisha gani? Ulianza aje? How did you start? Unajua ku convince mtu unamwambia ulianza aje? Na unajua ministry ya Pastor Steve. Unajua sasa mimi niliingia kwa hiyo ministry ya Pastor Steve sasa deep after kuokoka juu nirudisha. Kanisa ulienda ukamuona ama nirudisha after kurudisha gani kwa Pastor Steve. Sasa Pastor Steve unajua aliniweka kwa hizo kwa advice kutolewa hiyo mentality ya uwizi kwa ile. Lakini ni wewe ulijipeleka. Sasa kwanza kwa Pastor Steve mimi nilijipeleka. Unaona? Juu mimi nilimwona kwa TV tu vile mimi niko kwa TV sasa hivi. Nilimwona kwa TV si nikaenda kwa church yake. Kamwambia juu mimi nilikuwa nimeona ngaima na terrorist. Kila siku kiamuka watu wamelipuliwa kila mahali, yani nikaanza kuona hiyo uwizi si njia poa. Juu bado uwizi na terrorist sio ndio tu juu utapata tu mtu mshoot bure. Nikaona hii nikaa bado tu terrorist. Nikaona acha nianze kujitoa kwa hii maisha juu ninaona mali naelekea. Sielekei mali pazuri. Na venye sasa tuko tunaiba excessive. Unajua kuna venye unaweza iba excessive hadi sasa unakaa hivi unaona mali naenda. Siwezi maliza siku zingine, hata siwezi maliza mwaka. Yaani kila siku unaamka hivi kuna wasiwasi, unajua labda unaweza ganiwa down. Ama maisha yako inaweza tukatiwa short at any time. Juu ulikuwa unaona hiyo wizi asmoko ndani. Unajua kuna venye mentality na kuonesha maisha iko sawa. Lakini sasa zile mimi nilirudisha senses zangu. Nikaanza kurealize hiyo wizi iko kwa kuninyang'anya maisha yangu. So mimi nikaamua kubadilika, alafu the president akatokea akasemanga kama kuna mtu ana gun na anaweza taka kurudisha tunampatia second chance. Sasa bado hiyo nikanitia motisha. Juu the head of state kama amesema kitu kaa hiyo ni mtu hawezi kuona danganya mtu. So nikamwanga nichukue hiyo opportunity nibadiliki hapo. So when mimi nilibadilika sasa nikanyanya kwa ministry ya Pastor Steve. Sasa nilinyanga kwa ministry ya Pastor Steve. Tukaanza kwanza ku reach out for young people, tunaweka tournaments na juu ukijana nirudisha hiyo gun tunaweka tournament huko Mathare. Hiyo tournament mimi nilikuwa nimeorganize. Na huo Njoro tukapanga vijana wale reformists na wale waja reform. Tukachezesha katona. Ndio ukijana baadaye juu after Pastor Steve kuhubiria na kuongelesha kidogo. Sio kijana ndio akakunyanga akasema pia anataka kureform juu mimi niko kinango kwa Mathare sana ndipo tunajuana nao. Akasema pia anataka kureform na anataka kunisaidie. Nimsaidie. So ndio tukaenda tukaongea na pastor kaongea na watu wanaongea nao tukamsaidia. Na akarudisha gari. Akarudisha. No kitu tunaweza sema ukisharudisha hii gari naweza tu kuomba usirudie kwa ile mambo ati ulitoka. Ukishatoka usirudi nyuma. Wewe mwako umetoka, amua ni mbele. Ukirudi tena nyuma utarudi kwa ile tu place ulikuwa, utarudi tena kurisk maisha yako. So naweza advise tu mtu ukirudisha gun kama unataka kurudisha, wewe kwa mwacha hii maneno, uache kabisa. Ukiwaacha hata Mungu mwenyewe atakuwa anajua roho yako, atakuwa anajua msimamo wako ni gani. Na atakutetea, hata hahitaji mtu akutetee. Juu mimi mali sasa nimefika, ni Mungu tu amenitetea.
Kabisa. Kujitetea, mimi na kujitetea hivi kwa watu ni ngumu sana. Lakini mali mimi nimefika saa hii, ni Mungu tu unitetea. Na polisi manake walikuwa nakujua, mkipatana nao unajua hawalali kabisa wakitafutana na hao wakora sugu. Mkipatana nao manake mtapatana huko vijijini. Reaction yao ni gani? Sasa hivi mapolisi wengi wanajua mimi nilisha reform. Yaani hawananga maneno na mimi. Unaona juu bini nimeshabadilika. Na ukiwashuku umeshabadilika, hata ukiwaona au utajishuku. Lakini unajua bado ukiona maneno yako ya kando, ati bado unaenda hii kazi chini ya maji. Ukiwaona utakuwa na wasiwasi. Juu bado unajua unafanya ngaika. Lakini juu unajua umeshawaacha na Mungu, hata mimi najua watu akiniua Mungu ni mshahidi wangu. Anajua mimi sifanya ngika. So unajua mimi Mungu ananitetea. Juu mimi nikajaribu hata kujitetea ni ngumu. Lakini una Mungu akikutetea, mambo itakuwa iko sawa. Umeokoka kabisa sasa? Mimi niliokokanga. Na nikachangamana na ugangster kabisa. Mimi mali ya mtu hata sinangaja nayo. Sasa mimi ni kufuata neno la Mungu. Juu Mungu anasema ukifuata neno lake utapata kila kitu. Hii ndio guterethati kubwa kabisa Na wazazi wako sasa, your mom, of course your dad hata kuwa ameoa bibi mwingine alikuwa anajua wewe unafanya hizo biashara. Mamangu hatajaijua. Babangu aishi Nairobi, babangu anaishi Ushago, mimi naishi Nairobi. Mamangu mtu anajua tu ni mama yangu. Lakini mamangu sasa hivi ufurahi ingi. Ananga hata wasiwasi. Kuna siku singemaliza hata siku kaja nipigia simu. Nenda siku hizi naweza hata wiki mbili. Jua wasiwasi. Jua wasiwasi. Sasa nilikuwa najua tu kazi yangu ni mbaya. Nilikuwa najua mimi si mtu straight. So hata kisikia kijana ameganiwa dono, alafu hiyo nyakati kulikuwa leo mtu anaganiwa, kesho anaganiwa watatu, kesho watatu, kesho wanne, kesho wa sita. Yaani kila siku watu wanakufa kila siku. Akisikia gunshot anaotoka. Akisikia gunshot lazima kaangalie. Akisikia mtu ameuliwa mali fulani lazima apige simu confirm kama ni mimi. So pia nilikuwa nimekanga marafiki na family friends na wasiwasi sana. Mweroreri ucio ni Munyoki, guterethati kugwa kabisa, guterethati kugwa Munyoki, na unafanya kazi nzuri manake vijana unaona vile watu wanauliwa. Kuna juzi ameuliwa Kayole, the ladies pia wameingia kwa crime. Sasa unafanya kazi nzuri na watu wengi naona wametuma SMS mahuga mwanake ucio ni acenjetie na Ngai ndagire muone kuohera modo. Munyoki, sasa kwa sasa unafanya kazi gani? Kwa sasa mimi nimeshikana na ministry ya Pastor Steve. Na tunaongelesha vijana hivyo nimesema. Na kama sasa tulikuwa na peace walk ingine tulikuwa nao coach. Hiyo peace walk ilifanyangwa na reformist na chief na assistant chief na bigi wa chief. Tukatembea Kariobangi. Unajua Kariobangi inakuanga ni hotspot ya violence. Hata ile post election tulikuwa tu huko. Kulikuwa na hiyo violence. So tunajitokeza kujaribu kuhimiza vijana waeke amani wakati wa uchaguzi na after election, juu bado sisi ni madugu tu. Tunaishi tu mtaa mmoja. Hakuna haja nigeukie ndugu yangu na tumeishia miaka yote pamoja. So na siku tumeka peace walk na chief, tukatembea Kariobangi mzima. Tukiambia watu weke amani, tukatembea Korogocho. Tukamalizia Korogosho. Tulianza na Kariobangi pale Catholic, tukazunguka Kariobangi, tukaenda Korogosho tukazunguka. Tukiambia watu wadumishe amani. Na bado tuna ingine on 27 tunaweka Kayole. Tutakuwa tunatembea tukisema tukiweka peace walk, tukisema tukitangaza amani. Juu hii wakati unajua ni election pia lazima tu tuambie watu waishi kwa amani. Na pikipiki kuna time nilikupigia ukaniambia uko job ya sasa hii mile job ni ufanya. Kando na hiyo basi alitunipa na pikipiki. Kwa vijana wengi wa coach wa Kayole wa uko Madhare tukanipa hiyo na mapikipiki. Sasa mimi hata mwenye sasa hapa kuna kijana nimewachia kazi. Yeye yetu alikuwa anaweza ingililia ukora. Lakini jo hii pikipiki yangu nikamwambia badala ufanye kazi mbaya, fanyanga kazi na hii pikipiki yangu. Unapata yako kubukula na pia mimi unaniletea yangu jioni. So tunafanya hizo kazi za kunipa vijana na pastor na ku reach out for more gangsters, badilishe mtaa. Unajua pia ama demo na ingililia gangster. Juu sasa sinaona kama ama rafiki wangu that yetu watu walikufanga. Watu walikuwa na madem na wengine walikuwa na watu wawili, mwingine alikuwa na mtu mmoja. Sasa unajua bado watu tuliachana na watoto. Sasa unapata bado imeshumu mtu na mamake labda ana uwezo, labda mtu ni orphan au dem. Unapata hakuna kazi atafanya, labda ingililie pia uizi ama ndio malaya. Unaona? Yani challenging upande. Juu kijana kikufa, sasa mimi ningekufa nikiwa na wife.
na sasa ningemwacha kwa mataa. So pia ushamfunza kulima. Sasa unaona sasa pia ataingiliwa tu na hiyo damu, mama apatana na mwizi mwingine washikane. So unapata labda huyo mwizi mwenye alikuwa venye mimi nilikuwa nikimuonesha, si venye yule mwingine atamuonesha. Atamuonesha hadi twende round, atamuonesha nibebea gani, atamuonesha maneno mingi. So atabaki amemuingiza kwa ile kitu kwa katikati. Hata sasa zile atakufa. Labda atacha zile gani kwa pale kwa nyumba. Labda kuna gani kaa ine kwa nyumba, atamwacha zile gani zingine pale. Akimwachia pale wagesa atakaa hivi, atashindwa atafanya nini? Unajua pia mimi ni dem na niko na madem best zangu hapa. Wacha tuingie round. Unaona? Juu pia maisha yao ni maisha madem pia ni ngumu. Hawaingililiwi malaya ni kutoka kwao, ama waibi ni kutoka kwao. Ni venye yani maisha ya ghetto. Maisha ya ghetto si rahisi. Maisha ya ghetto ni kusurvive. Yani si tunaishi tunabahatisha kuishi. Ujui venye kesho itakuwa. Yani unaishi tu bora tu uishi. Kama unabahatisha. Ni kubahatisha. Unabahatisha juu ujui kesho utakuwa. Ujui venye kesho itakuwa. Juu hadi mtaani unaweza kaa hivi mapolisi wametokea. Labda mali mmekaa kwa base, mtu ako na gani na ujui. Sasa polisi akikuja hapo unajua uweze mconvince uibange na huyo mtu. Unaona itabaki nyinyi wote mmuli ama mko kwa base. Labda mapolisi wamekuja wapata mkivuta bangi. Unaona hata sema tu kwa anavuta, itabaki nyinyi wote mmeshika. So mtaani inafanga na challenges mingi sana. Thengio muno Munyoki ni uria uigite uicindure kiguni tuguikirio hanini tucokererie nigetha tuko tugithoma ndumiriri nguhiria murakorwo mugituma ni ndirona cikiingira na Munyoki agithii na mbere na kwariria mbeu njithi tondu anahitukira na kwirekanaga kana mugikuyu augaga utakanywereire ndoi karirita na Munyoki ni akanywereire na akauga gutire kiguni ona kimwe onete thutha wa kuona githika arata ake 38 na haria makiri na gikundi kia andu 40 no yo tigarite na no agithiite na mbere kuhuthira kanya kau na gucenjia na kwariria mbeu njithi nigetha andu metheme na utoina wikinae amu maabitha borithi matirako kuna muthenya magicarania na mikora teyo tugucokereria thutha kahinda gatari coho tukunde mai ndugathiore mitambo.